tukirudi hapo kwenye utangulizi, somo lote huko mbele unakwenda kulielewa. Bwana Yesu asifiwe. Agano la Kale, habari za marejeo zimetangazwa. Agano Jipya, habari za marejeo zimetangazwa. Sasa Agano Jipya linatupatia mwanga ulio rahisi zaidi, na Yesu mwenyewe hili jambo amelitilia mkazo mkubwa sana. Na kwenye Injili, vile vitabu vinne, hiyo habari imezungumzwa na Yesu mwenyewe, habari ya marejeo yake mara ya pili. Kwanza ametupa habari ya ujio wake mara ya kwanza, akaja akaishi hapa duniani, akamaliza kazi aliyokuja kuifanya. Halafu Biblia katika Injili tunapewa habari za kupaa kwake kwenda mbinguni, na habari za kupaa kwake mbinguni zimetupatia mwanzo wa kujua habari ya kurudi kwake mara ya pili. Sasa alipokuwa duniani, Yesu alizungumza mwenyewe habari za ujio, habari za marejeo, ambayo ndo ilichukua habari za wanafunzi wake na mitume. Ilikuwa ni miongoni mwa habari kubwa walioitumia. Ilikuwa ni moja ya fundisho kubwa tangu kipindi cha mitume na mpaka leo. Naomba tufungue kitabu cha Mathayo, ile sura ya 24. Naomba msomaji mmoja nisome. Nitatumia muda mchache, alafu niweke tu utangulizi mdogo sehemu A, lakini sehemu B ya utangulizi nitakuja nikazie kesho, alafu nitaendelea na hilo fundisho kwa muda wa siku 3. Masomo yote nitayapangilia na nitamaliza fundisho la marejeo ya Yesu Kristo. Mathayo sura 24 mstari ule wa 3. Naomba tufike mara moja. Ni mafungo ambayo tunayafahamu, lakini mimi nitafundisha kithiolojia sana, na kuna vidokezo vikubwa hapo vinawekwa. Msomaji, naomba ukaribie usome. Inasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha. Naam. Wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Namba moja, haya mambo yatakuwa lini? Unaposoma Biblia lazima uangalie yani hoja inajengewa wapi. Emrudia tena msomaji. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha. Wakamwendea kwa faragha. Wakamwambia, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Namba moja, kama unaandika mambo haya yatakuwa lini? Namba moja, swali la kwanza la wanafunzi. Maana maswali yote ambayo wanafunzi walimuuliza Yesu aliyajibu kwa mpangilio tofauti. Na ndiyo theolojia hiyo tutazama humo ndani, kwa sababu tunataka tuangalie marejeo yake, tufuatilie marejeo yake. Na habari hii, naomba wote mniangalie kwanza. Na habari hii inahusu wakati ujao, ni future, ni apocalyptic event. Yani Yesu anakwenda kujibu mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyafuatilia kwa mpangilio. Msomaji, endelea kusoma. Mambo hayo yatakuwa lini? Swali la kwanza. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Namba 2, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Ametumia swali la pili. Naomba kidogo mniangalie Biblia yako, hebu iangalie vizuri. Hivi amesema nayo ni nini dalili za kuja kwako? Halo? Amesema nayo ni nini dalili za kuja kwako?
ametumia nini pale? Ametumia ya. Ametumia yani ingekuwa ni shuleni kwenye darasa la Kiingereza tungesema yani ametumia umoja, singular. Hajatumia plural. Kuna singular alafu na plural. Yani kuna umoja na wingi. Kwa hiyo mwandishi yuko makini, ametumia nayo ni nini, dalili ya kuja kwako. Swali la pili. Halafu kingine msomaji? Na ya mwisho wa dunia. Na dalili ya mwisho wa dunia. Kwa hiyo kuna vitu vikubwa vitatu au kuna maswali makubwa matatu ambayo wanafunzi wanamuuliza Yesu. Maswali makubwa mangapi jamani? Yako matatu. Namba moja, mambo hayo yatatokea lini? Halafu namba mbili, nayo ni nini dalili ya singular, umoja, dalili ya kuja kwako. Halafu tatu, nayo ni nini dalili ya mwisho wa nini? Mwisho wa dunia. Kwa hiyo kuna dalili ya kuja kwa Yesu. Halafu mbili, kuna dalili ya mwisho wa nini? Hayo mambo ni tofauti. Tutaenda kujifunza na kuyaangalia. Lakini sasa leo ninaomba tusiajibu kwanza hayo maswali. Naomba tuyaache.